askofu wetu wa jimbo la Baringo, familia ya ndugu yetu William Cheptumo, Mama Hannah, Kipchirchir, my namesake, Chepto and Andrew, and the rest of the family members. Ndugu viongozi, watu wa Baringo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naungana na umati huu kuleta rambi zetu, hasa za familia yangu, mke wangu na watoto, na watu wengine wengi wa taifa letu la Kenya, kwa niaba ya serikali yetu lote, kwa familia ya Senator William Cheptumo, ambaye ni kiongozi katika taifa letu la Kenya. Alikuwa Mkristo wa kujitolea na vile vile alikuwa ni Mkenya mzalendo. Nasema kwa niaba yetu sote, mama, watoto na familia, poleni sana. Huyu shujaa mmoja wetu tuliyeshiriki na yeye sehemu nyingi katika maisha hii na katika uongozi, leo ametutangulia. Nasema pole sana. Mungu kwa ajili ndio yeye anajua kutuliko, atawafariji, atawasaidia na ataziba pengo ambayo William, kama mume wako Hannah na baba ya watoto hawa na mmoja katika familia hii na kiongozi katika kaunti hii na taifa letu, ataziba mwenyewe akijua vile mambo yalivyo. Nasema tena poleni. Watu wengi wa Baringo hii kwa heshima kubwa walimpigia kura huyu ndugu mara 4 mfululizo, kumaanisha ya kwamba aliheshimika, alitambulika kama kiongozi na alikuwa kiongozi mwema. Mimi nasimama hapa kama shahidi wa uongozi wa ndugu yetu William Cheptumo. Nilimtangulia katika uongozi wa siasa karibu miaka 10, baadaye alikuja 2007, tukashirikiana na yeye na tukatembea hii safari ya uongozi na siasa kwa pamoja, na alikuwa rafiki, kiongozi mwaminifu na wa kujitolea. I can say without fear of any contradiction that William Cheptumo was a great leader and he loved his people. He was very passionate about leadership. He didn't take for granted his responsibilities as a leader. I say so having been around for a while in leadership, and I come across many leaders who are very reluctant leaders. But I can say for Cheptumo, he was passionate. He knew what he wanted, and he always looked out for the people who elected him. And when duty called, national duty called, he stood up to any assignment and he was available. It has been said here that during the difficult times in 2007-2008, when Cheptumo was elected for the first time as a member of parliament, and we had difficult negotiations because of the difficult situation then, many of us, including Cheptumo, were members of ODM, including my friend Musalia here. And we were asked on behalf of our party then to negotiate difficult times. And I want to confirm that Cheptumo was a great resource in those negotiations that brought peace to our country.
I have worked with him as colleagues, as members of parliament together. I have worked with him when I was deputy president, and then I have worked with him as president, although not for a very long time. And let me say this to the people of Baringo. Huyu shujaa ambaye amelala hapa, katika Baringo hii, mnajua pale nyuma tumekuwa na matatizo ya ukosefu wa usalama katika sehemu hii. Na huyu Cheptumo hakutupatia amani, na ofisi zote Nairobi akitafuta amani ya watu wa Baringo. Wakati mmoja 2021 nafikiri nilikuja na yeye hapa, wakati mashule mengi yalikuwa yamefungwa, na wakati huo tukikuja hapa nikiwa naibu wa rais, siku hiyo hiyo bunduki zilikuwa zinalia hapa, watu walikuwa nakimbia mbio, na nilikuwa na Cheptumo. Hakufa moyo. He didn't give up. He was always there. Today we celebrate peace in this Kerio Valley because of committed leaders, among them Cheptumo. Kwa sababu wakati tulikuwa hapa pamoja wakati huo, alinieleza kwamba, ndugu yangu, Mungu akikujalia uwe rais wa Kenya, tafadhali tunataka hii Baringo na Kerio Valley kwa jumla iwe ni mahali pa amani. Furaha yangu leo ni kwamba tumezima, na ndio sababu wakati nilipata nafasi ya kuwa rais nikatumana askari karibu 2,000 sehemu hii na askari wa jeshi karibu 3,000 sehemu hii. Tukarekebisha mashule, tukatengeneza mabarabara. Najua kuna bado sehemu zingine hazijafikiwa, lakini kwa kiasi kikubwa tumedhibiti amani katika sehemu hii. Na vile mjumbe wa hapa alisema, mashule karibu 19 not county, hii constituency peke yake sasa yamefunguliwa na watoto wanasoma. It is a big step. I know more schools have been opened in Baringo South. They are remaining, I think, about 4 or a few. There are some in Tiati. And we are steadily securing this region, eliminating the menace of cattle rustling and taking charge of the security of this area. I have given very firm instructions to Kipchumba Murkomen, who understands this region very well, that he must do whatever it takes, deploy whatever resources are required for us to have peace in every part of Kenya, including this Kerio Valley. Kwa hivyo, katika safari hii ya ndugu yetu Cheptumo, tuko na huzuni, lakini pia tunasherehekea maisha yake kwa mchango wake wa masomo katika sehemu hii, maendeleo katika sehemu hii, na mambo ya amani katika kaunti ya Baringo na sehemu hii ya Kerio Valley. Munikubalie nitaje mambo machache niliyofanya na huyu muungwana. Kwanza, alikuja akanieleza kuhusu barabara ya kutoka pale Ainamoi, hiyo mahali na kutana na barabara inaenda Iten, na tukakubaliana tutajenga hiyo barabara from Ainamoi kuja Kabluk mpaka Barwesa. Hiyo barabara tumetengeneza, imekamilika. Nasikia imeanza matatizo kidogo, lakini tutarekebisha. Vile vile
akakuja akanieleza kuhusu hii barabara ambayo mmenitajia leo. Hii barabara ambayo inatoka Kipsaraman inakuja hapa Parwesa, Partabwa, inateremka mpaka Kinyach. Tulitengeneza hii barabara kutoka Kipsaraman mpaka hapa Partabwa. Nasikia imekwama tu hapa karibu. Contractor akatusumbua sana. Tukasema huyo contractor tumufungulie aende afanye kazi nyingine. Na tukasema tutaleta contractor mpya. Sasa niwatangazie Davis Chirchir ako hapa na anasikia vizuri. Sasa tuko na contractor mpya anajenga site yake hapa Kinyach. Huyo contractor atatengeneza hiyo barabara kutoka Kinyach pale ikuje hapa Partabwa, na pia atarudi nyuma kidogo kwa sababu nasikia pale kuna mahali imeanza kuharibika hii barabara nyuma pale. Ndio hiyo barabara tunyoroshe mpaka Kipsaraman. Lakini vile vile hiyo barabara sasa tutatoa pale Kinyach twende Aror mpaka Kapsowar, karibu kilomita 65. Na hiyo tuko na pesa ya kutengeneza hiyo barabara, nishapanga. Huyu Davis anajua vile atafanya na watu wake. Na ni kwa sababu tunataka kufungua sehemu hii ili tuchangie amani na tuchangie maendeleo. Vile vile huyu Cheptumo walikuja na viongozi wa Baringo wakasema walikuwa wanataka tusukume ile barabara ambayo ilikuwa imekwama pale Loruk iende Nginyang, Chemolingot mpaka Barbelo. Hiyo barabara vile mnajua tumetengeneza na imekamilika. Lakini sasa kutoka viongozi hawa wa hapa tulikwisha kubaliana na wao pia ya kwamba tayari contractor yuko wa kutengeneza hiyo barabara ya kutoka Barbelo, kwa sababu we want to open up this Kerio Valley. Ndio usalama ipatikane, ndio maendeleo ipatikane. Sasa hiyo barabara inatengenezwa kwenda Tot, kwenda Jesegon, kwenda Kopasi River, ipande Lomut, iende Sigor, ishigane na Marich Pass. Na sehemu hiyo yote msijali. Unajua watu wamesema mimi ni ule mtu wa barabara, na hiyo barabara ni kazi nzuri, usiwe na wasiwasi. Kuna wengine hata hawajui barabara ya kwenda kwao inaenda wapi. So the contract for both the road from Barbelo, Tot, Chesegon has already been awarded. We have resources from China Development Bank to do that road. It is an important security and development road that's going to connect the road from Nakuru through here to West Pokot. Ikitoka pale Kopasi River ndio inaenda Lomut, which is in West Pokot, alafu Sigor, alafu Marich Pass. Na Bwana Davis Chirchir, umesikia vile nimesema, kazi kwako. Na unajua you know what to do, and we have agreed on what you need to do. Najua vile vile ya kwamba hapa chini bado section kidogo, nafikiri kilomita 18 kutoka Parwesa kwenda Kinyach, maybe 20 or thereabout. Hiyo section pia, alafu baadaye tunataka kuunganisha mpaka Koloa. Huyu Kamket amenisukuma sana ambaye iende Koloa. So hiyo barabara sina pesa ya hapo saa hizi, mtanisamee kidogo, lakini nitapanga kidogo tu. Kuna mahali nataka niende nipange
ikikuwa tayari baadaye, pengine baadaye mwaka huu, Mungu akinijalia, ama mapema mwaka ujao, ndio tukuje tutengeneze hiyo section, tuhakikisha kwamba hii Baringo inakaa sawa sawa. Mnakumbuka nilikuja hapa pia 2023 na tukaanzisha ile barabara ambayo ilianza kule Mogotio. Najua watu wengi walikuwa wanauliza hii barabara itakuwa namna gani. Sasa hiyo barabara ya kutoka Mogotio ambayo inaenda Mugurin all the way to Lake Bogoria pitia Kisanana. Hiyo barabara vile vile kilomita karibu 64 hapo. Half of it has been done. Na wewe Kiborek, you can confirm. Yes, half of it. Ile sehemu kidogo contractor alikuwa ameregea, sasa tumepata nguvu mpya, tutamsukuma ndio tuweze kukamilisha pia hiyo barabara. Najua ile imechelewa kidogo, ni ile nilikujia hapa, na ni vizuri niseme kwa sababu vile viongozi wanaongea hapa wamesema we must be concerned about the development of our nation. Kienda kila mahali watu wanasema tunataka barabara pale, tunataka maji pale, tunataka stima pale. And we must find the means to hem in our thoughts so that together, because roads are important in every part of the Republic of Kenya. So nawaambia watu wa Baringo, najua bado iko mbali. Nilikuwa nimewaambia ile barabara ya kutoka pale Kasoyo kuja Seretunin kwenda Talai, alafu iende Kasisit, alafu iende kule Kambisamaki. Najua ni barabara mrefu karibu kilomita 80. Mtanisamee kidogo, tutatengeneza polepole. Tayari tumetengeneza almost 12 kilometers, sasa nitasukuma, lakini in due time we will complete that road because we also want to connect the road network around here. Na ni vizuri Wakenya waelewe ya kwamba the same thing we are doing in building the highways in Nairobi and other areas, we need to also bring up the remote areas of Kenya. Na ndio sababu I am committed. Wakati nimesema tunajenga barabara kutoka Isiolo kwenda mpaka Mandera kilomita 750 kwa takriban shilingi bilioni 100, watu wengi hawaelewi what I am trying to say. I am trying to say we need equity in the Republic of Kenya. We need every part of Kenya to feel that they are part of the whole of the Republic of Kenya. And it is my commitment and my mission to make sure that no part of Kenya is left behind as we journey towards the progress of our nation. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. Kuna mambo mengine ambayo tumekubaliana na viongozi wenu, mambo ya stima ya hapa, mambo ya maji, mnajua the pending programs, mambo yale mengine yote hatuwezi kuyasema leo katika safari hii ya ndugu yetu. Iliona tu niseme zile barabara ambayo kiongozi huyu alipanga pamoja na mimi. And I want to say he was very passionate about the development of this county and the development of Kenya. Pia lazima niseme ya kwamba tuliongea na Cheptumo na viongozi wa county hii kuhusu kupatikana University ya Baringo. Mimi nawashukuru viongozi wote. Wamekwisha kubaliana, wananchi wamefanya public participation. Nimepata ripoti ya kwamba you have agreed, na sote sasa maombi imepelekwa kwa Commission for University Education, na ikikamilika in the next 1 month, mwezi wa April. Mwezi wa ngapi?
April tunakuja kuanza ujenzi wa university kwa mapenzi ya Mungu hapa Baringo. I made a commitment to the people of Baringo that chita neteje university in Baringo ini kwane amu inyo gote kujara moi university en Eldoret. So mambo itaenda namna hiyo. So asanteni sana kwa ushirika wenu kama viongozi wa hapa. I know this great leader lying here will miss the opportunity to see Baringo University coming to be. But because his family here is here and the rest of you are here, we will all be there to see what Cheptumo thought about and wished for coming to fruition. Mimi vile vile nataka niseme asante sana kwa jamii ya Cheptumo. Shule hii imesemekana ya kwamba ilitolewa na mzee, a very patriotic citizen, mwenye alitoa hii ardhi ili tuweze kupata mahali pa kujenga shule. And I want in a very special way to thank General Dauti Tonje. Because it is him who built this school. And I want to tell you, Mzee Tonje, you are a great man. Very few people leave a legacy where they work and in what they do. But you are a celebrated general in Kenya. I speak to the leadership of the military today, and they single out the Tonje rules, that you set a standard for a whole institution, the military of Kenya. And you set a standard that was not advantageous to you. In fact, the standard you set worked against you. You would have been a general longer, but you said 4 years is enough. That kind of selflessness is not easy to come by. And because you stepped out of the ordinary, today the military in Kenya celebrate you. We celebrate you. As the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces today, without equivocation, I celebrate you as a great general in Kenya. And it is such great leaders that make a difference in our country. You got to make decisions that may be difficult for the moment, but celebrated in the long run. And so, kwa ule mzee ambaye alitoa shamba hii ya shule, mjumbe wenu amesema unataka makao. Wewe mheshimiwa, utatafuta pesa ya shamba ekari 10 nitakupatia ununulie huyo mzee, kwa sababu ametupatia shamba hii ya shule. The wife ndio anaishi. Okay, sawa sawa. Ya pili, kwa heshima ya ndugu yetu Cheptumo, mumesema pia ijengwe dining hall. Hiyo kazi ya dining hall mimi nitatoa milioni 20 na kuijenga hiyo dining hall, both in honor of Cheptumo and also for the great people of this area. Na mwisho kabisa,
Nataka niwapongeze nyinyi nyote. I must say this, that you people of Baringo, you have made me very proud. Sio rahisi kwenda mazishi yenye iko na utaratibu na ungwana kama ile tumeona hapa Baringo. Pongezi. Pongezi maaskofu wetu. Keep this community and this region this way. Heshima si utumwa. Ile tabia imefika Kenya, ati mazishi inakuwa mahali ya vita, viti vinavunjika, masahani na sufuria. What a shame. Na nataka niwaulize ndugu zangu viongozi, I mean, if there is something that has stood out, is that you can come to a funeral like the way we've come here, a solemn occasion, an occasion of respect to the family and to the departed. Lakini pale wakati mwingi inakuwa ni cheche za siasa, fujo na vita. The lowest we have ever witnessed in Kenya is a place where there was fighting. In a funeral where one person had died, we ended up with 2. Mazishi ambayo ilikuweko ikaongezeka mazishi mengine mawili. Maneno ya aibu katika taifa letu la Kenya. Please, you know, as a society, as a Kenyan nation, we must rethink what is going on in our society. The belligerents don't care, everything goes, attitude. We must rethink it. We may think it will affect others, but soon it will catch up with us as a nation unless we stand up to this as leaders, both religious leaders and political leaders like ourselves, and be measured in what we do. I agree with the leaders who've spoken here that we need to think about our country. We need to be patriotic about Kenya. That yes, we can disagree on policies, programs, on how to implement, but we should never disagree about the destiny of Kenya. That this is our country, all of us. And it doesn't matter. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you believe in. We share a country. We share a destiny. And if Kenya succeeds, we all succeed. If Kenya fails, none of us will succeed. So I really want to persuade us as leaders that we can find it in the whole of this maze. We can find common ground on important matters that are good for Kenya. And we can work together to pursue those things, even as we have divergent views or opinions on whatever it is that we do. Mwisho kabisa, nauliza watu wa Baringo, huyu ndugu wetu Cheptumo alienda hospitali, na mnajua ya kwamba kama hakuna mpango na taratibu ya sawasawa kwa hospitali, mambo yanaweza kwenda mrama. Na ndio sababu tumesema tuwe na mfumo wa afya ambayo itasaidia wananchi wote bila ya kujali uwezo wao wa kifedha. How we can have
universal health coverage that takes care of all Kenyans. I want to ask you that we work together towards making sure that we can take care of our health requirements and we can take care of ourselves. I believe that we all agree on the common issues. If you look at the manifesto of Kenya Kwanza, there was universal health coverage, there was housing. If you look at the manifesto of Azimio, there was universal health coverage, there was housing. There are some common issues that we can pursue with common interest for the people of Kenya. And that is what Cheptumo stood for, as a patriot and as a person who believes in this nation. So, wacha niwache hapo na niseme again, thank you very much to all of you, to the family. Tunawatakia heri, tunawatakia baraka ya Mungu. And as was said by the speaker, whatever it is that will be required of us, Mama Hannah and your children, count on us as friends of Cheptumo and friends of your family. Asanteni sana watu wa Baringo na Mungu awabariki. Thank you very much.